Unaweza ukawa hauna uzuri wowote, unaweza ukawa hauna fedha za kutosha, lakini wale watu ambao wana hivyo vitu vyote utakuta wanakuheshimu sana wewe, wanakupenda sana, na wakati mwingine wewe unaonekana uko bora zaidi kuliko hao watu wote wenye mambo kama hayo. Tumeshuhudia watu wakubwa kama akina Adolf Hitler walioitawala dunia, ambao walitoka katika familia za kimaskini kapuku fani. Tumeshuhudia watu kama akina Alexander the Great, watu ambao waliweka kiganjani dunia. Sasa hili uwe mtu wa namna hiyo, lazima pia uwe na sifa ambazo zinakutambulisha wewe kwamba are you such kind of guys. Mimi nitakwambia sifa 10 ambazo you must have it. Sifa ya kwanza, lazima uwe na uwezo wa kutunza siri zinazohusu maisha yako. Hakuna mtu atakaye kupa heshima kubwa kama wewe ni mtupu, uko uchi mbele ya watu wanaokuzunguka. Yaani jamii inayokuzunguka hakuna siri yoyote wasioifahamu kuhusu wewe, kuhusu maisha yako, kuhusu tabia zako. Kwa hiyo uwe mtu mkubwa lazima uvae nguo hadharani. Yaani uwezo ukawa uchi mtaani alafu kategemea uwe bora kuliko wengine. Jambo la pili, lazima uwe na uwezo wa kuepuka kulalamika ovyo. Jambo la tatu, lazima uepuke kujipendekeza hata kama hauna kitu. Na sifa ya 4, lazima ujifunze namna ya kutatua changamoto zako mwenyewe. Yaani uwezi ukawa bora kama kila kitu unategemea wale wanaokuzidi ndio wakusaidia kutatua. Kila unapokabiliana na changamoto basi wao ndio kimbilio lao. Kama uwezi ukawa na heshima kubwa. Na jambo la 5 la muhimu sana, lazima ujifunze namna ya kuepukana na madeni. Madeni ni kitu ambacho kinashusha utu wa mtu sana, kinavua nguo watu, kinakufanya heshima yako ishuke. Madeni kila mahala, kila pahala, kila mtu unapotembea unanyoshewa mkono kama yule namdai yule. Sasa uwezo ukawa bora kama umeshindwa kuepukana na madeni. Jambo kubwa zaidi la 6, lazima uepuke kujidharau. Jikubali. Yaani usijidharau mwenyewe. Lazima ujikubali kwamba wewe uko bora zaidi, ndipo heshima yako itakapokuvaa zaidi. Jambo lingine la muhimu zaidi, lazima uwe na tabia ya kuepuka kukubaliana na kila jambo. Yaani sio kila jambo lazima ukubaliane nalo kwa sababu tu aliyelileta hana kuzidi maarifa na kuzidi fedha na kuzidi uzuri na ubora, basi kila jambo lake unakubaliana nalo. Lazima useme no, sina uwezo kama wewe, but I can't do it. Siwezi kukubaliana na hilo alifai, hilo no. Lazima uwe namna mtu wa namna hiyo. Jambo lingine la 7, jambo lingine la 8, lazima uwe friendship audit. Ufanye friendship assessment. Hata kama watu wako bora, wanakuzidi fedha, wanakuzidi mali, wanakuzidi utajiri, kisiwe kigezo cha wewe kuwafanya wewe marafiki zako. Hata kama wanajileta kwako kwa sababu wana uwezo huo, lazima useme no, mimi na wewe hatuendani. Kwa maana hiyo lazima ujiwekee vigezo ambavyo rafiki ambaye atakuwa na wewe lazima awe navyo. Sio tu kwa sababu anakuzidi kila kitu. Kulingana na heshima yako wewe unavyoiweka, lazima awe na vigezo hivyo. Jambo lingine la 9, lazima uwe na kitu kinachoitwa action assessment. Kuepuka kufanya kila jambo linalotokea mbele yako, linaloletwa na watu wanaokuzidi. Yaani hata kama wewe una kitu kidogo, hauna uwezo mkubwa, doesn't mean kwamba hiyo sio kigezo cha wewe kukubali kufanya kila jambo. Lazima uwe na uwezo kusema no, this action I can't do. Hiki siwezi kufanya, hiki naweza kufanya. Lazima uwe hivyo. Umeleta wewe hicho, una uwezo wa kila kitu, but no, not benefiting. Akinifaidishi mimi, sioni faida yake mwenyewe. Faida yangu hapo ni ipi? Mimi nitakuwa nani? Lazima uwe mchambuzi wa mambo ili uepukane na hilo. Na jambo la 10 la mwisho ambalo ni la muhimu sana, ili uwe bora lazima uwe na uwezo wa kudadisi mambo yanayoendana na wewe. You are required to find education, educate yourself. Find material ambayo yanakuhusu wewe. Action assessment,
life assessment. Lazima uwe mdadisi wa mambo yanayohusu maisha ya wengine, yanayohusu maisha yako. Lazima uwe na taarifa nyingi za dunia. Lazima uwe na taarifa nyingi zinazohusu watu, zinazokuhusu wewe. Baada ya hapo utakuwa mtu bora zaidi ambaye hajawahi kutokea kabisa katika jamii za sasa. Kwa hiyo ni mambo 10 ambayo wale watu wote ambao tunawaona katika historia kama kina Alexander walijaribu kuwa makini sana nayo. Uepukane na madeni, uwe na uwezo wa kutunza siri zako mwenyewe, uwe na uwezo wa kuepukana na madeni ya ovyo, uwe na uwezo wa kuchambua marafiki, kuchambua vitu ambavyo unavifanya, uwe na uwezo wa kujikubali, usijidharau, uwe na uwezo wa kujifunza, kutatua changamoto zako mwenyewe. Hapo ndipo heshima yako utakapoiona.